Mbona kama nimechoka? Maisha gani haya? Mtu anakimbia siku 3 sikuoni kwetu. Kia Mungu, maisha ni shida. Wewe. Nilikwambiaje kuhusu hizo nguo? Sio nilikwambia uache masuala ya kishirikina. Vipi wewe mtoto mdogo unaendeleza ushirikina? Hizi hapa hizi za baba. Nani? Ramadhani. Ramadhani? Ramadhani Alafu mbona unaongea sauti sio yako? Au unataka nikupige konzi kesho kwamba hadi usahau ulipozaliwa? Sio kusahau tu njia. Hamna. Wametaila. Basi kile kitu kimoja. Nilikwambia uachane na masuala ya kiganga. Naona bado unaendelea. Sasa leo nachokufanyia ukirudia tena na kuba babake. Kila Ganga, habari yako? Nimesikia vibaya. Umenihitaje? Wewe si mganga au kumbuki? Tena leo iwe mwanzo na mwisho kuniita mimi mganga. Mimi sio mganga. Sawa. Kivipi sasa mganga? Wakati unakumbuka siku za nyuma umenisaidia matatizo yangu pale nyumbani. Oya, tena kwenye matatizo ndio ukome kabisa kutaja. Nisikilize mwanangu, mimi nashinda na wasaidia nyie, alafu matatizo yote yanatoka kwenu yanakuja kwangu. Tena ni mazito kuliko hata yenu. Kwa hiyo naomba unikome na ushindwe kuniita mimi mganga. Lakini mganga, unajua kabisa mimi ndo nakutegemea. Na hata siku zile pale matatizo yalipompata yule binti, wewe ndo umemsaidia. Kwa hiyo wewe mimi ndo nakutumainia, wewe ndo unaweza kunisaidia matatizo. Kwa hiyo nakufuata, naomba msaada wako. Kwa sababu ile jambo sio la kupeka kwa mashe wala mapasta. Ni wewe mganga ndo unaweza. Please naomba nisaidie. Naomba unielewe kijana. Mimi nina kazi. Na kazi yangu mimi ni winga Kariakoo. Ukitaka mitumba nitafute. Umeelewa kijana? Na kuhusu matatizo yenu, Mungu ndo anayejua. Kila kitu kwenye maisha yako mtangulize Mungu. Mimi hapa ndugu yangu, kuna kuelekea mkizidi kunifatafata, nitakuja nitakupiga bisra kolomeo, afu uje unene mimi mganga. Nayopitia ni haki kweli ya mvivu wa kupambana. Mbona inazidi kunyesha mvua ya masimango kuchekwa? Au Mwenyezi upo upande wao? Umenifanya chaki naisha kwa bao. Natumika kama funzo, wajifunze kupitia mimi. Madhali mwanangu nilikuwa. Maana hii safari ilikuwa nikija kwako. Unajua juzi ulinishangaza ulivyoniambia niupigia simu kwamba mimi naumwa. Unajua mwanangu, mimi ni mtu mkubwa. Nimekuzidi kiumri, hata kiakili pia. Na hata hayo majukumu uliopewa sio saizi yako. Ila cha kukushauri ni kwamba tokana na hayo mambo yanayokuzonga na huo umri wako bado mdogo, na hisi itatokana na kile kitabu. Nilikuwa naomba nikusaidie ukilinda hicho kitabu. Utakapofikia umri kama wangu, basi nitakurudishia. Sikilize shangazi. Mimi nilifikiri unanisimamisha hapa unanipa ushauri wa maana. Mimi nilifikiri unanisimamisha hapa njiani unanipa ushauri wa maana jinsi gani ya kukilinda kile kitabu dhidi ya maadui. Mambo gani unaoniambia? Au na wewe ndio wale? Sasa mimi sikuja hapa kufuata ushauri.
huo unaonipa. Nimefuata ushauri jinsi gani ya kulinda kitabu na sio kupeana kitabu. Nikupe kitabu cha nini? Kitabu mimi ninachokimiliki mimi hapa na natamba nacho muda wote. Sasa nakupaje wewe kitabu? Mbona zalawe? Sasa nenda, si umekuwa na usinifuate kuanzia leo kuniambia eti nina shida nisaidie. Tafuta mtu mwingine wa kusaidia na sio mimi. Bwana. Vipi mwamba? Naona sasa. Bwana, fresh na white. Fresh mwanangu. Hakika mimi. Niambie. Hapa kaja kwa shilingi ngapi wewe? Kana kwa mwanangu tumejia 15. Boda. Mama baki. Nauli si 800 basi. Sema tuamshi tu. Najua mwanangu mazingira mjini kula kwa mafuta yenyewe sasa ukajua. Twende baba, twende baba. Mimi najua umshikalizo usishiki bomba baba. Wewe tuamshi. Baba. Atukamate elementi huu. Hakuna shida mwanangu. Poa. Vipi kaka? Unaendeleaje na hali ya sasa? Nashukuru kidogo afueni naipata. Sio kama mwanzo. Alafu kaka, hivi kwenye ndako ya kule mmehama vipi, tatizo nini? Ni kweli kaka, kule nilihama muda tu. Kuna na matatizo ya pale kwenye nyumba. Yaani kaka, yule mama mwenye nyumba alikuwa anasumbua sana kuhusu kodi yake. Sana. Yaani ikafikia kipindi nikawa sina amani. Isitoshe dada Emi naye ikafikia hatua mpaka anagombana na mama mwenye nyumba. Kesi kubwa ikatokea pale. Kazali nimekuona. Hivi Emi, kwa nini familia yenu familia ina gani? Isoweza hata kusaidiana basi kwa shida ndogo ndogo. 50,000, 70,000 mkashindwa hata kusaidiana. Hivi wewe ulipokuja hea pale kwangu kumtafutia mdogo wako chumba utegemea mimi namweka bure? Au utegemea mimi nasaidia mayatima? Nisikize nikwambie Emi. Nataka kodi yangu. Huyo mdogo wako tangu alipokuja pale akalipa hiyo kodi yake miezi miwili. Sijui alipewa msaada na nani ile hela. Mpaka leo hajanipa hela yangu. Ni mwezi mzima sana nakupa hela yangu hajanipa. Sababu gani? Mimi nasaidia yatima, si ndivyo? Au mezani mimi namweka bure ndugu yangu yule nimezaliwa naye tumbo moja. Nataka hela yangu. Kama ulivyokuja kusaidia kumtafutia chumba nataka hela yangu mimi. Sitaki masiana na nyinyi. Nataka kodi yangu. Sasa Recho, unakuja kuniambia mimi habari za kodi za mdogo wangu. Mimi nitakusaidia nini? Au unavyofikiria mimi naweza katoa langu mfukoni kabisa nikamlipia mtu kodi? Mimi mwenyewe shoga yangu langu silijui. Wewe cha kukushauri nenda kamfuate mwenyewe akupe hela yako. Mimi ni uongo kukwambia nitakupa hela sijui nitamlipia mtu kodi. Dada ni uongo. Upo? Utanisaidia nini? Anamtafutia chumba nani? Mimi. Kodi analipa nani? Analipa yeye. Yeye kivipi? Na mpaka leo sijaona ananipa hata shilingi 100 yake mkononi mwangu. Kila siku nakaa namsubiria mlangoni simuoni. Anafanya kunikimbia tu, si ndivyo? Nataka hela yangu wewe, sitaki masuala na nyinyi. Sitaki kuongea sana nikaonekana na mdomo mimi hapa mtaani, umeelewa? Kila siku mnakaa mnaniongelea na mdomo. Mnataka nizidishe mdomo wangu, si ndio? Nyinyi watu aina gani kwani? Mbona mjielewi? Mnashindwa kumsaidia ndugu yenu? Kila siku nikae nipige kelele tena nionekane mtaani mimi na mdomo, si ndivyo? Shoga yangu mimi cha kukushauri ndio hicho kweli. Mimi hapa nilipo sielewi mwenyewe, sielewi kabisa. Wewe mfuate umwambie akupe hela yako. Lakini kwa mimi shoga yangu umenoa. Nyinyi mnataka pia hapa mtaani watu wote wanaona kama mimi nina mdomo, si ndivyo? Mnaniongelea kila siku na mdomo, niendelee kuonekana na mdomo, si ndio? Mimi sitaki masiala na nyinyi, umenielewa Sitaki masiala. Hawezi kulipa kodi aje kukaa kwenye nyumba yenu. Mbanane hapo. Ndugu wote mbanane hapo, umenielewa? Sitaki masiala na nyinyi. Sasa atakwambia mimi ni nani? Nitamuonyesha. Kondo naenda, narudi. Kipi ni kipimo cha thamani ya mtu kwenye hii dunia? Kwa hivyo sio kesi bwana, niame nipushe migogoro mingine. Pole kaka. Pole. Unahitaji maji nikakuletee? Taratibu basi. Pole sana.
Ngoja ngafanye mchakato wa maji. Kale kama mchezo chetu katamu sasa ndo kanaanza. Hapo. Hii ndo deal done. Kaza nayo. Kwa wapi wewe? Kwa kibome kama leo hayupo leo. Hamna kabari. Sasa nitakula nini? Mbona balaa? Haya macho yangu au ni bangi nazovuta? Mbona sielewi? Huyu mchawi, mzimu, mwanga au nani? Kwanza ana kaniki, ana kilemba chekundu, ni bangi zile za kujichendua, ana kuona sielewi hivi. Naona kafana mimi copyright, sijui ni nani ile. Huyu ni nani tena? Mbona anaongea kama mwanamke baya? Analopoka tu. Alafu mbona simuelewi? Kafana na mimi copyright. Au leo ndio siku ile ambayo ni agano la mwisho? Au tulizaliwa mapacha? Au labda mmoja kati yetu ni amekufa mwingine hajafa? Hii si ya kifo ipoje? Mbona sielewi? Inakuwa kama inanipumbaza hivi. Mchana saa? Ani mchana laptop watch. Ndio kwenye kampuni ya Danba kule Marekani. Wakaondoka na milioni 34 za Kimarekani ambazo ni bilioni na mabilioni ya Kitanzania. Allah. Wewe ni nani? Mwanangu mwenyewe ananikuuliza wewe ni nani? Hapo unaniuliza mimi nani? Sasa uchizi huo. Na kwa nini upo hapa? Wewe ni nani bwana? Wewe nisikilize. Mimi nahitaji kukujua wewe ni nani. Sitaki malongorongo, sitaki maponjoponjo. Wewe ni nani? Kabla sijakuzuru. Unaniuliza mimi kivipi? Sema hapa nisongee kwa nguvu watu wasije wakanisikia hapa wanaona mimi chifu. Hii itakuwa mibangi ya Kibwe hii. Mibangi ya Sadali Kibwe ndio imenifanya kuwa hivi. Labda hapa nawezeka. Ngoja kwanza niende kwa majeshi nikachukue mibangi yake. Hiyo anazo zile za Jamaica zile. Wewe vipi? Wewe ni chizi au? Mwaki naongea ovyo ovyo. Au nikafinye kwanza. Bwana. Wewe kanikimbie kwanza.